Hallelujah. Amen. So the topic of the message I have, neno ya siku ya leo, the power of faith. Nguvu za imani. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The power of faith. Nguvu za imani. You know, Pastor said, Pastor amesema, the people who has faith, watu ambaye wako na imani, they see things differently. Wanaona vitu tofauti. Did he say that? Na amesema vile? Yes. Ndio. The people who has the faith, watu ambaye wako na imani, they see things in different ways. Wanaona vitu tofauti. And a man of faith, na mtu wa imani, it is difficult to see him being sad. Na iko ngumu kwa kumuona amekasirika. To be sad because of problems. Ya kwa kumuona anakasirika kwa sababu ya matatizo. A man of faith, mtu wa imani, is happy all the time. Na iko na furaha kila saa. A man of faith, mtu wa imani, he prays God all the time. Anaendelea kushukuru Mungu kila saa. No matter difficulties. Hata amepitia matatizo. No matter what is going on. Hata vitu ambavyo vinakuja juu ya maisha yake. He prays God. Yeye anaendelea kushukuru Mungu. A man of faith, mtu wa imani, you can push him. Unaweza kusukuma, he will bless you. Na anakubariki. A man of faith, mtu wa imani, does not curse. Hawezi alaani. A man of faith, mtu wa imani, does not complain. Hawezi kujitoka. A man of faith, mtu wa imani, has no fear. Ana woga. He is not afraid. Ana woga. Why? Kwa nini? Because to him the faith, kwa sababu yeye imani, the faith is everything. Na imani kwake ni kila kitu. I pray God today, naomba siku ya leo, so the God of heaven, Mungu wa mbinguni, to help me just to encourage somebody over here. Kunisaidia ili nishauri watu moja hapa. To encourage people through the message of God. Ili hii message washaurie. I ask you people of God. Na kuuliza wewe mtu wa Mungu. Don't allow your mind to be out of the word of Hapana God. kuacha mafikiri yako iwe nje ya neno. There is power in the word of God. Uwezo ndani ya neno. There is a miracle in faith. Unakuwa uwezo ndani ya imani. We may stand up as we are going to read. Na tutasimama na tunaenda kusoma Ezekiel chapter 37 verse 1 to 5. Ezekiel chapitre 37 verse 1 to 5. 1-5. Mwenye uko tayari anaweza soma. Ezekiel 37. To catch the time, let me read it. Bila kupoteza muda, I'm going to read. Please listen carefully. Usikie vizuri. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 5. Ezekiel 37 1-5. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the mirror of the valley. It was full of bones, and he caused me to pass among them all around. And behold, they were very many upon the face of the valley. And behold, they were very many. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign God, you know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Lord God said to these bones. I will cause breath to enter you, and you shall live. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you. We say thank you for your word. And we welcome you once again. And bless your word again, Lord.
Help us to be blessed today. na utusaidie tubarikiwe. We need the Holy Spirit Tunaalika Roho to take Mtakatifu over. ikamate We need nafasi. the Holy Spirit to transform us. Iseme na We need the Holy Spirit to encourage us. We need the Spirit to take over, Father. Without your Spirit, bila nguvu zako we will be very weak. tutakuwa I watu wa pray kweli. for the Spirit Naombea Roho Mtakatifu to help your people isaidie watu wako to believe your word waamini neno and to lako accept your word. na wasikie neno And lako. let miracle take Acha place. miracle ifanye In the nafasi. name of Jesus Kwa I jina la pray. Yesu Kristo. Amen, 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 amen. 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 Hallelujah. Amen. Can you greet your neighbor? Say, Unaweza salimia mwenzako, we will be blessed today. utabarikiwa siku ya leo. Greet your neighbor. Say, we will be Umsalimie blessed. mwenzako, mwambie Say, utabarikiwa God siku ya will leo. touch you today. Mungu atakugusa siku ya leo. Say, I want God to touch you. Napenda mtu aguswe na Mungu siku ya leo. Hallelujah. Amen. Now let's hear the word of God. Acha usikie neno la Mungu. So, the topic of our message says, Kichwa cha neno yetu kinasema the power of the faith. nguvu za imani. What is the faith? Nini imani? To you, when you hear somebody says about faith, Kwa wewe kama umesikia mtu mmoja amesema juu ya imani, what do you understand? umesikia nini kwa sababu ya neno hilo? I know you are a Christian. Najua uko Mkristo wewe. The Bible says Biblia imesema faith comes by hearing and hearing the word of God. imani inakuja kwa kusikia na kusikia imekuja kwa kusikia neno la Mungu. Again, faith comes Imani imekuja by hearing kwa kusikia and by hearing the word kwa of God. kusikia neno la Mungu. So what is the faith? Na imani ni nini? Faith is much more than simply believing in God. It's above than believing that God exists. It's Imani above. iko kubwa zaidi, kama vile mtu anaamini kama Yesu Mungu amekuwa. Yes. Because everybody believes that God exists. Kila mtu anaamini kama Mungu iko, But they don't see miracles. lakini aone miujiza. I'm saying faith Na imani is above than simply believe that God exists. iko juu ya kitu kidogo ambaye mtu anaamini kama Mungu iko. Faith is the active trust, the full dependence to God. Imani iko ni imani kubwa ambaye iko kwa kumtegemea Mungu. Faith is the key that opens every door of your Na blessing. imani iko ni funguo ambaye inafungua kila kitu cha maisha yako, kila baraka ya maisha I yako. want to repeat it Napenda because nirudishe it's very tena. important. Faith, Imani it is the key iko funguo that can open every kind of ambaye door. itaendelea kufungua kila mlango, I say every door of your blessing. kila mlango wa baraka zako. Faith Imani is the key. iko Or funguo is a vehicle or the ambaye car iko ni like a gari, car iko gari can take you to your na destiny. ambaye itakubeba kwa destination yako. Faith Imani is the vehicle that can iko take you to gari your ambaye blessing. itakubeba kwa ufasi yako. No one Hakuna mtu has the power to stop a man of faith. ambaye ataendelea kuzibia mtu wa imani. Man of faith Mtu wa imani is unstoppable. iko mtu ambaye hawamsimamishake. A man of faith. Mtu wa imani, The Bible says Biblia imesema in Hebrew chapter 11 verse 1. Waibrania chapitre 11, Now faith is a confidence in imani what ni we kuwa hope na for uhakika. and evidence on things not seen. Imani ni kuwa na uhakika wa vitu ambaye havionekani. That is the faith. Hiyo ndio imani. But the faith Imani has enemies. iko na maadui, And those kind of enemies, na wale waadui they kill faith easily. na wanaua imani haraka And they make faith to be very weak. na wanatuma imani ikufe. The first enemy of your faith Adui wa kwanza wa imani is your doubt. ya kwanza ni mashaka. Doubt. Mashaka. I say doubt.
Nasema mashaka. Doubt is the enemy that can kill your faith. Mashaka ni adui wa imani wa kwanza. The secondly, unbelief. Na ya pili imesema kutokuamini. Amen. Unbelief Kutokuamini also can destroy your faith just like inaweza alipisha imani yako haraka. And there is another thing very powerful. Na acha nikwambie kile kitu ambaye iko kubwa. Destroy your faith. Ambaye inaweza alipisha imani yako. Kills your faith. Na itaua imani yako. And kills your life. Ambaye itaua maisha yako. And destroy you to zero. Na itakurudisha ku zero. That enemy. Na hiyo ule adui will not stop by you. Haitaishia kwako tu. Will continue to your family. Na itaendelea kwa familia yako. Destroy your children. Itaharibisha generation yako. Will destroy your family. Itaharibisha familia yako. Your enemy. The third one. Wale watatu. I mean the enemy of your faith. Hiyo enemy ama huyo adui wa imani yako. Sin. Zambi. Sin. Zambi is your greatest enemy. Na iko kitu kikubwa enemy wako wa kwanza. You may stand up and say, I have a faith in God, in God, in God. Na unaweza sema unakuwa na imani kwa Mungu. I pray always, I pray. Naomba. But if you live in sin, na kama unaishi kwa dhambi, you are wasting for your time. Na utapoteza muda. Sin. Dhambi stops your blessings. Inazibia baraka zako. Sin. Dhambi stop your progress. Inazibia kuendelea kwako. Sin. Dhambi is the curse. Iko ni mgeni. Laana. I mean sin. Dhambi is a poison over your life. Iko ni dawa ya maisha yako, poison ya maisha yako. A man of faith, mtu wa imani, depart from sin. Anakimbia dhambi. A man of faith, mtu wa imani, run away from sin. Anakimbia dhambi because he knows consequences of sin. Kwa sababu anajua tatizo ambaye iko katika dhambi. It is impossible to say I have a faith and living in sin. Ni impossible ya kusema unakuwa na imani na unabakia kwa dhambi. It does not make sense. Haieleweki. Because faith kwa sababu imani comes by hearing the word of God. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. And the word of God is holy. Na neno la Mungu ni takatifu. Is holy. Na ni takatifu. So when the word of God dwells in you, na kama neno la Mungu linakuwa ndani yako, the word of God, neno la Mungu will make you to hate sin. Na itakupatia hamu ya kukataa dhambi. He will make you to run away from sin. Na itakupatia kukimbia dhambi. When a Christian says, na kama Mkristo amesema, I believe in God, ninaamini Mungu, I have a faith, na ninakuwa na imani, and is living in sin, na anaishi katika dhambi, and is trying to defend his weaknesses, na anapenda kutetea udhaifu wake, I will not believe you. Sitakuamini. Because you are lying. Kwa sababu because we know tunajua the word of God is super holy, holy, holy. Neno la Mungu ni takatifu, takatifu, takatifu. Listen. Sikia. Hebrew chapter 11. Waibrania chapitre 11. Verse 6. Verset 6. The Bible says, Biblia imesema, without faith. Bila imani. Wow. Listen to me please. Don't sleep. Unisikie usilale. Don't read. You will read at home. Just write somewhere. Utasoma nyumbani. By reading, you will miss unnecessary points. Now hear me. Unisikie. The Bible says, Biblia imesema, without faith. Bila imani. Without faith. Bila imani. It is impossible to please God. Iko impossible kwa kuamini Mungu. It is impossible. Iko impossible. Maana yake haiwezekani. Haiwezekani. It is impossible. Haiwezekani. The Bible does not say it is difficult. Biblia iseme kama iko nguvu. Yes. The Bible Biblia imesema does not say it is difficult to please God. Haiseme kama iko nguvu kwa kuamini. It says it is impossible to please God. Haiwezekani kumfurahisha Mungu. Means there is nothing you can do. Hakuna kitu utafanya.
ndani yako. It is very impossible Haiwezekani to please God. kwa kumsifu Mungu. You cannot please your Creator. Hawezi sifu Mungu without faith. bila imani. Means there is no way. Hakuna hata possible. There is nothing you can do. You can please Hakuna God kitu ambayo utafanya if you have no faith. kama hauna imani. Listen to me. Unisikie? Let me say something here. Acha niseme kitu kimoja. Listen. Praying God without faith, it is a sin. Kuomba Mungu bila imani ni dhambi. I want to read it. I want to say it again. Acha niseme tena. To pray God without faith, Kuomba Mungu bila imani it ni is a dhambi. sin. Ni dhambi. Without faith, it is a sin. Ni dhambi kuomba Mungu bila imani. Means you don't believe God. Ni kusema kama hauamini Mungu. Listen to me, people. Unisikie watu wa Mungu. That's why you see many people are in churches. Na ndio maana utaona watu wengi wako katika makanisa. They come to church every day, Na anakuja kanisa kila siku. but they don't please God at all. Na hawafurahishi Mungu hata. Yes, they don't at all. Hakuna. God is not happy with you if you have no faith. Mungu haiko pamoja na we kama hauna imani. God is not happy with you. Hana furaha na we Mungu kama hauna imani. Faith to God is Kwa like sababu everything. imani kwa Mungu iko kila kitu. How can you approaching God without faith? Haya utaendelea kukaribia Mungu bila imani. How? Namna gani? Pastor say here, Pastor amesema, a man of faith sees things differently. mtu wa imani anaona vitu tofauti. The Bible is telling us about a man, Biblia iko natuambia juu ya mtu mmoja Ezekiel. ambaye ni Ezekiel. The Bible says, Biblia imesema the Spirit of the Lord took him in the Roho wa Mungu spirit akamubeba akampeleka and placed him in the valley full of dry bones. na ikampeleka katika bonde la mifupa mitupu mikavu. Dry bones. Ikampeleka kwenye bonde la mifupa I mikavu. say the Spirit of God Roho wa Mungu akamubeba akampeleka katika bonde la mifupa mikavu. took Ezekiel Ikamubeba Ezekiel and dropped him in the valley full of dry ikamubeba bones. kwenye bonde la mifupa mikavu. The Bible says Biblia inasema Ezekiel himself was saying, Ezekiel yeye mwenyewe, he said, the Lord caused me to walk around them. na Mungu akanituma nitembee juu ya hiyo mifupa mikavu. He said, I saw and it was full with dry Nikaona, bones. Ezekiel akasema akaona ilikuwa mifupa nyingi sana. Dry bones. Ikajaa bonde la mifupa mikavu. No man was there beside him. Na No one else. hakukuwa mtu hata moja wala hata nyama moja ilikuwa kwa hiyo mifupa. Listen the word of God. Unisikia neno la Mungu. And God asked Ezekiel, Na Mungu akauliza Ezekiel, can these bones live again? eske hiyo mifupa inaweza kuishi tena? Can these bones live? Eske ile mifupa inaweza kuishi tena? Ezekiel, Ezekiel, I'm asking you, na kuuliza, is these bones can live? eske ile mifupa inaweza kuishi tena? If it was you Kama ingekuwa wewe and God asked you, na Mungu anakuuliza wewe, what do you see? uko naona nini? You will say, Lord, Ungesema, I Mungu, see dry bones. naona ni bonde la mifupa. And God asked you, Na Mungu anakuuliza, my daughter, binti yangu, the bones you are seeing, eske ile bonde la mifupa do you believe unaamini can come back to life? kama wale watu watakuja kwa uzima tena? How will be your answer? Jibu yako itakuwa namna gani? You will say no. Utasema hapana. Be honest, right? Ya, kwa kweli Be uwe honest. uwe, What are you going to say? ungesema nini wewe? No. Ungesema no. They cannot live. Haiwezi ishi tena. But what was the answer of Ezekiel?
Ezekiel? Lakini jibu ya Ezekiel ilikuwa, He said, Lord, you know. anasema Mungu. Now listen. Sikia. Then God spoke to Ezekiel. Mungu anaongea na Ezekiel. Prophesy. Utabiri juu ya hiyo mifupa. Prophesy. Utabiri Above this juu ya ile mifupa. Jesus help us. Jesus help us. We need Mungu the Holy Spirit. Father, we need the Holy Spirit. Tunaalika Roho Mtakatifu. Lord, we need you to lead us. Tunaalika utuongoze. Can these bones live again? Hiyo mifupa inaweza kuishi And tena. God said, prophesy Ezekiel. Mungu anamwambia Ezekiel, tabiri juu ya hiyo mifupa. Speak Haleluya. a word over the Sema neno bones. juu ya ile mifupa. Jesus. Ezekiel, Ezekiel, I know you see bones. najua unaona bonde la mifupa. Ezekiel, Ya I Ezekiel, know there is no life. najua haina maisha. Ezekiel, Ezekiel, I know there is no hope. nasema hakuna tena viringio. Ezekiel, Ezekiel, I see there is no movement. nasema haitikisike tena. Ezekiel, Ezekiel, I, your God, niko Mungu I'm wako. asking you, Nakuuliza, if these bones can live, eske hii mifupa itaishi tena? Lord, you know. Akasema Mungu unajua. Prophesy over these bones. Tabiri juu ya hii mifupa. I have a question. Ninakuwa na ulizo. Look at your life. Angalia maisha yako. What do you see? Uko naona nini? When you look above your family, Kama unaangalia familia yako, what do you see? uko naona nini? Is everybody happy in your house? Eske watu wote wako na furaha ndani ya nyumba yenu? Do you see? What do Eske you see? uko naangalia kuko furaha ndani ya nyumba yenu? Do you have everything you want? Eske uko na vitu vyote ambavyo unahitaji mu nyumba yenu? What do you see? Uko naona nini? Be honest. Kuwa mkweli. Be honest. Kuwa mkweli. What do you see Uko naona nini? in your family? Uko naona nini mu familia yako? What do you see Uko naona nini in your life? mu maisha yako? Do you see blessing? Eske uko naona baraka? Do you have everything you want? Eske uko na vitu vyote unahitaji? The Lord is asking you Mungu iko nakuuliza wewe. the same way He asked Kama vile Ezekiel ameuliza Ezekiel. in the dry bones Kwa of hiyo valley. bonde la mifupa. What do you see, my Uko naona daughter? nini binti wangu? What do you see? Uko naona nini? Because of difficulties, Kwa sababu ya matatizo, because of pain, kwa sababu ya shida. some people they dream even snakes is after Ya them, wengine wanalota tu manyoka tu. and rats is after them. Na wanakimbia usiku, wanakimbizwa usiku. What do you see? Uko naona nini? Listen, Nisikia. the message comes for you. Hii neno inakuja kwako. This word comes for you. Inakuja kwako. And the word of God comes not by mistake. Na neno la Mungu haikuja kwa bahati nasibu. Has a purpose. Inakuwa na lengo. I think it's because that God knows what you are going through. Na nafikiri Mungu anajua vitu ambavyo unapitia ndani. Maybe God sees your heart. Na Mungu anaangalia moyo wako. Maybe God knows your level of your faith. Na Mungu anaangalia kiwango ya imani yako. Maybe the level of your faith Inawezekana kiwango ya imani yako is not where God expects you to be. na haiko kama vile Mungu anahitaji kuwa. Listen to me, people. Unisikie watu wa Mungu. The level of faith Na kiwango ya imani yako where you are sitting in right now, wenyewe uko na ishi hivi sasa, it's not the level God wants you to be. haiko level yenye Mungu anataka wewe. The level of faith Kiwango ya imani yako determine the greatness of your miracle. na inahakikisha vizuri ya miujiza yako. I want to say it again. Nikasema tena, The size of
of your faith, level ya imani yako, or the quality of your faith, wingi wa imani yako determine the size of your blessing. inahakikisha wingi wa baraka zako. Because if your faith is super weak, Na kama imani yako iko chini zaidi ya nguvu, it will be difficult to get where God wants you to be. itakuwa nguvu kufikia lengo ambaye Mungu anataka ufikie. Listen to me, people. Unisikie wapendwa. God created you not for Mungu millions. alikuumba haiko kwa bure. God did not create you for crying. No. Mungu hakukuumba juu uanze lia kila siku, hapana. Listen to me. Unisikie. You are not on this planet to accompany other people. Hauko mwa hii dunia juu ya kusindikiza watu It wengine. is not the plan of God for your Haiko life. plani ya Mungu juu ya maisha yako. You are not here alive Hauko mzima hapa for crying days and kwa nights. kulia kila siku kila siku. God, Mungu your creator, ule ambaye wants to alikuumba see you anapenda in wewe a different level ukuwe of faith. mu difference ingine ya imani. God Mungu wants you anapenda wewe activate your faith, ni kwa kutikisa ile imani yako, kwa because sababu bila imani, I say nasema without faith kwa sababu bila imani you cannot reach to your destiny. hautafikia destination yako. Without faith Bila imani you cannot get your blessing. hautapata baraka zako. Without faith, Bila imani, bila imani your blessing, baraka zako baraka will depart from you. itaenda mbali na wewe. Your faith Imani is the key. iko ni funguo. Without faith, Bila imani, bila imani it's not good for you. haiko vizuri kwako kuendelea. I want to say this. Nasema The world dunia is telling you, iko na kuambia see and believe. angalia Then believe. na uamini. Listen, Usikie, the world of today dunia ya leo is always telling iko you, na kuambia kila siku you need to see first ya before you wewe believe. uone kwanza, hapana maneno, wewe uone kwanza ndio uamini. But the word of God says, Lakini neno la Mungu linasema believe, uamini mbele, believe first, uamini mbele, believe, uamini then mbele, you will see the glory of God. Basi neema ya Mungu You need to see, to believe first. utaamini mbele. People of God, Watu wa Mungu, I don't know if we are together. sijui kama tuko pamoja. God asked Ezekiel, Mungu anamuuliza what do Ezekiel, you see? huko naona nini? Is these bones can live again? Eske hii mifupa mikavu inaweza ishi tena? The Lord is asking you, Mungu yuko nakuuliza, is your life can be transformed? eske maisha yako itaendelea kubadilika? God asking you, Mungu anakuuliza, is your life can change? eske maisha yako itabadilika? God asking you, Mungu yuko nakuuliza, do you really think eske unawaza nini? your life will be in another Eske level of maisha yako Jesus? itakuwa mwingine level, kiwango kingine? What? Can be honest, people of Kwa God. I always kweli say watu wa that. Mungu ukuwe honest. What do you see Huko naona when nini? you look at yourself? Kama unaangalia maisha yako wewe Do mwenyewe, you believe eske unaamini something will take kama place over your life? unakuwa kitu kitafanyika ndani ya Do maisha you yako? truly believe Eske unaamini kwa God is the power to change your Mungu life? iko na nguvu ya kubadilisha maisha Do yako? you truly believe Eske unaamini God can visit you? Oh, Jesus. wanaweza kukuvisite? Do you believe Eske in unaamini the power of kwa God? nguvu za Mungu? Do you Eske believe in unaamini the power of the word of kwa God? nguvu za neno la Mungu? Your faith, Imani yako, Your faith. imani yako, Your faith. imani yako, your faith imani will yako create inaweza miracles. kuumba kitu, Miracle itaumba miujiza, will create. itaumba. I say your faith. Nasema imani yako, Your faith. imani yako. Jesus, I don't know if you understand me. Yesu Kristo Father, awisikie. help us. Mungu tusaidie, Father, help us. Mungu tusaidie, Father, help us. Mungu tusaidie. Your problem is Matatizo yako you neglect yourself. unajisahau mwenyewe, You neglect yourself. unajisahau.
You are trying to live like other people. Unapima kuishi kama wengine. Amen. You speak like other people. Unaongea kama watu wengine. I know the Lord is talking to you. Nasema Mungu yuko anaongea na wewe. You are not here by mistake. Au kwa hapa kwa bahati nasema. You are not hearing this message by mistake. Na usikie neno kwa bahati mbaya. You see things like other people. Ya unaona vitu kama watu wengine. I told you, na kuambia a man of faith does not complain. Imani akwake anajidoka. When he sees problem, na akiona tatizo, he sees the blessing beyond the problem. Na yeye anaona baraka kisha hiyo matatizo. Amen. Amen. That the way it is. A man of faith, mtu wa imani, when he sees problem, kama ameona tatizo, he understands directly. Ameona directement. Before a blessing, mbele ya baraka, before a blessing arrives, baraka maisha, temptation always comes before. Oh Jesus. Matatizo yanakuyaka mbele. Yenda rabo shatara baba. A man of faith, mtu wa imani, he sees and he understands the size of my problem. The size ya matatizo. The size of the problem. ya matatizo. The size of problem. ya matatizo. Determine the size of your blessing. Jesus. ya baraka zako. Hallelujah. 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 If you have a small problem, na kama uko na matatizo kidogo, if you have a small problem, uko na matatizo kidogo, let me tell you, acha nikwambie, I want to be open to you. Nitakuwa wazi kwako. If you have a small problem, kama uko na tatizo kidogo, your blessing is too small. na baraka zako ni kidogo. Hallelujah. Your problem is small. Matatizo yako ni kidogo. Your blessing na baraka zako ni kidogo. Somebody lift up your hand. Mtu mmoja anyosha. God loves you. Mungu anakujua. God loves you. Mungu anakupenda. And he knows you. Mungu anakujua. He sees you. Anajua. He knows what you're going through. Anajua ambayo uko unapitia. That's why he said, na ndio maana anasema, he will not let you be tempted above your ability. Hawezi kukuacha uendelee kujaribiwa kupitia imani yako. God, your creator. Mungu muumba wako. He will never let Hawezi kukuacha be tempted beyond your faith. kujaribiwa kupitia imani yako. That's what I'm telling you. Na ndio maana niko nakwambia, the size of your problem. Kiwango cha imani yako na nasema the size of your blessing. Inaonyesha kiwango cha baraka. The size of your difficulties. Kiwango cha matatizo yako. Inaonyesha the size of your blessing. Kiwango cha baraka zako. I want to tell you. Napenda nikwambie. Never cry again. Never cry again. Hapana kulia tena. Stop crying. Nyamazisha kulia. Because of the size of your faith. Na pembeni ya imani yako. You have to bless God. Unaendelea kubariki Mungu. You need to bless God. Wewe endelea kubariki Mungu. Because after the time of temptation. Kwa sababu kisha muda wa majaribu. After the time you are going right now. Kisha muda ambao unapitia sasa. After the moment you are going through right now. Muda ambao unapitia sasa. I don't know what you going through. Sijue mambo ambayo unapitia. I don't know the size of your problem. Sijue ukubwa wa maneno yako huko ndani. I don't know your difficulties. I don't know. Matatizo ambayo unaingia ndani. I don't know. Sijue. And I don't want to know it. Hakuna mtu mwenye anajua. I don't want to know it. Na sipende nijue. I don't want to know it. Na sipende nijue. If I know, kama najua, I will be jealous from you. Na kama najua nitakuwa na wivu kwako. I'm telling you. Nakwambia. Because the size of what you are going through. Kwa sababu ukubwa wa hiyo mambo unapitia ndani. They tell me. Inaonyesha where God is taking you. Mungu mahali kwenye Mungu yuko anakupeleka. There is no Canaan without wilderness. Hakuna Kanane bila matatizo jangwa. Again. Unisikie? There is no Canaan. Hakuna Kanani, a land of milk and honey. Fasi ya maziwa na asali. Without passing wilderness. Bila matatizo. So after the wilderness, kisha jangwa, after your problem, kisha matatizo, after your tears, kisha machozi, Mungu prepared anatayarisha your blessing. Anaandaa baraka the other side. kisha The other
other side, ile ingine ngambo, the other side, ile ingine there is ngambo, your blessing. kuna kuwa baraka There is zako, your blessing. kuko baraka zako, There is your kuko blessing. baraka zako, There is your blessing. kuko baraka zako. I say this. Nasema hivi, There is your kuko blessing. baraka zako, There is your kuko blessing. baraka zako, There is your blessing. baraka zako, There is your kuko blessing. baraka zako, Your blessing. kuko baraka zako, Your blessing. baraka zako Stand in God. iko ndani ya Kristo. Don't lose faith. Hapana kupoteza imani yako. That's why the Bible says, Ndio maana Biblia inasema praise God in all circumstances. bariki Mungu katika kila kitu. Haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Without faith, Bila imani it is impossible to please God. haiwezekani kumpendeza Mungu. Let me tell you. Acha nikwambie. The Bible says Biblia inasema in James chapter 5, James, Yakobo, Yakobo 5 verse 17. 5:17. The Bible says Biblia inasema Elijah was a man just like us. Elisha amekuwa mtu kama sisi. And he prayed honestly that he could not rain, Na akaomba kwa kweli and it did not rain on the land. na mvua ikunyesha kwa hiyo udongo. Elijah. Elisha. Listen, Elijah Elisha was a man alikuwa just like kama you. sisi, kama wewe. Why the Bible is telling Kwa nini us? Biblia inasema? It says, Imesema if Elijah kama Elisha was able to stop the rain, ambaye amesimamisha mvua and the rain stopped, na mvua ikasimama, you too, na wewe I say you nasema wewe you are able na wewe uko na to stop the problem una of your uwezo life. wa kusimamisha tatizo ndani ya nyumba. Amen. You can stop Wewe unasimamisha any kind of your difficulty kila tatizo ambayo iko through the word, juu ya neno, through your word. juu ya neno. Just speak the word. Sema neno Something happened na kitu kinafanyika. in the valley of dry of bones. Na katika ile bonde la uvuli I say yes. wa mauti, I say something took place na kuna kwa kitu cha in mfanyika. the valley of dry bones. Na ile bonde la mifupa mikavu, They were dry. hiyo And God said to Ezekiel, Mungu akaongea na Ezekiel, and tell Ezekiel, akamwambia Ezekiel, Ezekiel, he calls me Papa. He said, son of man, mwana wa mtu, can these bones live? Hii mifupa inaweza ishi. hii mifupa inaweza ishi tena? I say, Lord, you know. Akasema, Mungu unajua. Then God said to him, Na Mungu akamwambia, prophesy to these bones tabiri juu ya hiyo mifupa and say to them, na uambie hiyo mifupa. listen. God is commanding Ezekiel to speak to the bones. Akamwambia Ezekiel aseme na mifupa mikavu. They don't have ears. They don't have ears. Na haikukuwa tena But masikio. God says, speak to the bones. Lakini Mungu akamwambia Ezekiel aseme na ile mifupa. Listen. Sikia. Blessed are those who believe the word of God. Ya wabarikiwa wale ambaye wanaamini neno la Mungu. I say it again. Blessed Nasema are tena. those who believe the word of God. Wabarikiwa wale ambaye wanaamini neno la Mungu. Because the way you believe, Na inasema jinsi umeamini, your belief will create a miracle over your life. unaamini neno la Mungu na njoo hiyo imani yako itaumba. And when we talk about Na kama miracles, tunasema juu ya miracle, means something ni kusema is kitu beyond kimoja our ambaye imagination, iko mwa hii mafikiri yetu, above odela. juu ya mafikiri yetu. Prophesy Tabiri to these bones juu ya hii mifupa and say to them, na useme nao, dry bones, mifupa, hear the word of God. sikia neno la Mungu. Dry bones, Wewe mifupa, hear the word of God. sikia neno la Mungu. Problems, Tatizo, hear the word of God. sikia neno la Mungu. Poverty, Umaskini, hear the word of God. sikia neno la Mungu. Sickness, Magonjwa, hear the word of God. sikia neno la Mungu. Failure, kushindwa, Kushindwa, hear the word of God. sikia neno la Mungu. What is the name of your problems?
kiwango kia tatizo yako ni gani? I said, what is the name of your problem? Kuna jina gani ya matatizo yako? Jina gani? How do you call your problem? Matatizo yako unaita namna gani? What's the name you give to your problem? Na jina gani unapanga tatizo yako? But the Lord wants me to tell you. Lakini Mungu anapenda nikwambie hivi. Today. Leo. Right now. Kuanzia sasa. You have to speak. Unaweza kusema to your problem. Na tatizo yako. Speak. Sema to your problem. Na tatizo yako. And call it by its name. Na uite kwa jina lake. Say my problem. Sema tatizo yangu. You problem. Wewe tatizo. Hear the word of God. Sikia sauti ya Mungu. Speak exactly as the Bible says. Sema hivyo jinsi Biblia imesema. Today, something is about to take place. Speak to your problem. Sema na tatizo yako. Speak to your problem. Sema na tatizo yako. They're gonna hear you. Na itakusikia. They will hear you. Itakusikia. They will hear you. Itakusikia. I say your problem. Nasema matatizo yako. I say your problem. Nasema matatizo yako. They will hear you. Itakusikia. It doesn't matter the size of your problem. Haijalishi ukubwa wa matatizo yako. It doesn't matter how long your problem is in your house. Haijalishi muda ambayo matatizo yako yanakamata. It doesn't matter the color of your problem. Hali ya tatizo yako. Today. Lakini leo. Say problem. Matatizo yako. Say problem. Matatizo yako. You are going to leave. Na itakimbia. You are going to be fed up. Itakimbia na you are going to leave. Itakimbia sasa. Speak to the prideful. Sema kwa tatizo. Hear the word of God. Sikia neno la Mungu. People of God. Watu wa Mungu. People of God. Watu wa Mungu. People of God. Watu wa Mungu. Because of my time. Kwa sababu ya muda wangu. I want to jump a little bit. Napenda nitambuke kidogo. I want to jump a little bit. Acha nitambuke kidogo. You may tell me, unaweza niambia, oh pastor, you don't know my problem. Pastor, uone matatizo yangu. That's why you are saying that. Na unasema vile. Pastor, you don't know how much I cry. Ya pastor, uone namna gani niko nalia. Yes. Ndio. I don't know. Sijui. That's why I say don't tell me your problem. Maana nasema usiniambie matatizo yako. Don't tell me your problem. Usiniambie hali yako. Tell him. Umwambie Mungu. Tell God. Umwambie Mungu. Tell God. Umwambie Mungu. Tell God. Umwambie Mungu. Tell God. Umwambie Mungu. Speak to God. Ongea na Mungu. Tell your problem. Umwambie Mungu. Tell God your problem. Umwambie Mungu matatizo yako. Tell God. Umwambie Mungu. What is making you cry? Yenyewe iko na tumbo uko nalia. Pastor, I am shocked. Ni pastor ni na maumivu. Christians, when they have a problem, Wakristo wakati wako na matatizo, they are looking for people. Wanatafuta watu. And you go before a man just like you. Yana unaenda mbele ya mtu kama wewe. And you cry. Na unalialia. You cry. Unalialia. Why wasting for your time? Kwa sababu ya nini unapoteza muda wako? Let me tell you. Acha nikwambie. Go to God. Wende kwa Mungu. First see God. Ya kwanza wende kwa Mungu. I repeat again. Nasema listen to me, Christian. Unisikie wa Kristo. The person you are telling your problem, watu ambao kunaambia matatizo yako, he has also his problem. Yeye amekuwa na matatizo yake. He cannot tell you. Na hata kuambia he has a problem. Iko na matatizo yake. He has his own problem. Na iko na matatizo yake. Go tell God. Mungu, wende umwambie Mungu. God says, Mungu anasema, call me in the day of difficulties, wa matatizo yako, and I will bless you. Na mimi I will answer you. Nitakujibia. People of God, watu wa Mungu, now listen to me before I finish. Unisikie mbele ya mimi kupita. There is nothing God cannot do. Hakuna kitu ambayo hakiwezekani kwa Mungu. There is nothing God cannot do. Hakuna kitu ambayo hakiwezekani kwa Mungu. They called Jesus. Wanamuita Yesu. Lord, Mungu, your friend who you love is so sick. Na huyo rafiki yako mwenye unapenda iko mgonjwa. Listen the word of God. Unisikie. The man you love, mtu ambaye unapenda, is very sick. Iko mgonjwa sana. Jesus said, Yesu akasema, I am coming. Niko nakuja. But instead of to go there,
mbele ya kwenda kule, Jesus remained in the city. It was 4 more days. na Yesu akachelewa tena mara siku 4. And the person who was sick Na ule mtu mwenyewe alikuwa mgonjwa died. akakufa. Then Jesus arrived to the city where his friend was. Na Yesu akakuja kwa hiyo kaburi ambaye ule mtu alikuwa ndani. The sister of the brother who died, their Na brother, wale wa dada ya ule ndugu mwenyewe amekufa, when they saw Jesus, wakati wanaona Yesu they said, Lord, wakasema, Yesu, if you were here, kama ungekuwa hapa, our brother will not die. Kaka yetu angefariki. Jesus said, Yesu akasema, I know. najua, Take me where he is. unipeleke kule kwenye iko. And when they arrived there, Na wakati amefika huko, there were a big stone. na kulikuwa jiwe kubwa. And Jesus said, Yesu akasema, remove the stone. mutowe jiwe. Listen to me. Unisikia? Jesus said, Yesu akasema, remove the stone. mutowe jiwe. The sister Ule dada yake of the man who was dead, na Lazaro ambaye alikufa, the sister of Lazarus, na dada wa Lazaro, instead of to remove the stone, na akutosha hata hiyo jiwe, she said, Lord, akasema, Mungu, it is 4 days iko siku 4 in the grave, na ndani ya kaburi, and it smell already. na amesha It nuka, stink. ametuka. Means she wants to tell Jesus Alipenda kuambia Yesu, that there is no way again. na alipenda kuambia Yesu kama haiwezekani tena. That means you come late, Jesus. Yesu, umekuya umechelewa. We called you the first day Kuita siku ya kwanza before he died, mbele ya kufe, but you didn't show up. lakini haukukuya, You didn't come. haukukuya. But today, Lakini leo 4 days later, siku 4 nyuma, she are trying to tell Jesus, na kisha alipenda kuambia Yesu, there is no way. hakuna tena njia. Then Jesus said, Yesu akasema, Martha, Martha, Martha. Martha, Martha is the sister of Martha Lazarus, the dead man. iko dada ya Lazaro ambaye. Jesus said, Martha, Akasema, Martha, 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 did I not tell you, if you believe, you will see the glory of God? sikukuambia kama ukiamini utaona mapenzi ya Mungu? Utukufu wa Mungu. Ndio. Listen, Sikia, it's very important. iko ya maana sana. The man is dead. Ule mtu amekufa tayari 4 days. siku 4, His body is decomposed already, na mwili yake inesha achanika and give a bad odor. na amekuwa anatoa harufu. And Jesus said, remove the Yesu stone. akasema, toa hiyo jiwe, And the doubt shows up. na harufu inatoka, Doubt, mashaka. mashaka inakuja, The doubt of the sister shows up. mashaka ya ule dada imekuja. And she said, Lord, there's no way. Umesema hakuna. Jesus said, Martha, 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 did I not tell you, if you believe, you see the glory of God? nimekuambia ukiamini utaona I want utukufu wa to Mungu. tell you by finish. Napenda nikwambie hivi, Don't focus your mind to your problem. hapana kutia mafikiri yako kwa matatizo. I say it again. Nasema tena, Stop to focus yourself to your problem. hapana kukamata mafikiri yako kwa matatizo. The more you focus in your problems, Zaidi ukiangalia kwa matatizo the yako, more you see your problem become ndio bigger. utaona matatizo yako inakuwa kubwa, The more you see your faith is going na down. utaangalia imani yako iko naenda chini. There is a one man. Huko mtu mmoja, He was a lamp on the door of the church. na The alikuwa temple. naikala kwa mlango He mzuri, saw Peter and James, they were coming akaona to the Petro church. na Yohane wako nakuja kwa And kanisa, then he asked them for money. akalomba abo pesa, And Peter lakini Petro and the guy, Peter and James, Petro na they Yohana told him, look at us. Petro na Yohana wakamwambia utuangalie sisi. Why? Tazame. Kwa nini? They didn't want him to focus to his problem. Na walipenda kumwambia asiangalie matatizo yake, lakini aangalie Kristo. Listen, this is the key. Hii njoo funguo We take you to your blessing. kwa baraka zako, We take you to your miracle. yenyewe itakupeleka kwa He baraka said, zako. look at us. Uangalie sisi. And the Bible says Biblia inasema that man Ule looked mtu at them akaenda mbele zao expecting to get akawaangalia, money from them. akitarajia kupata kitu ndani yao. Listen, Sikia, and Peter said,
Lakini Petro akasema, money and gold I do not have, hatuna pesa wala dhahabu, but what I lakini have, kenye tuko nacho, listen, what I have kile kenye niko nacho I will give you nitakupatia. in the name of Kwa Jesus jina la Christ Yesu of Kristo wa Nazareth. Nazareti. Stand up Simama and walk. na utembee. Stand up Simama and walk. na utembee. The Bible says Biblia inasema Peter hold his hand. na Petro akamshika mkono, He helped him to stand up, akamsaidia kusimama, and the man na walked. huyo mtu akatembea. There is a miracle. Kuna kuwa There is a miracle. There is a miracle. Look on Jesus. Look on Jesus. If you believe, Kama unaamini, if you believe, you will see the miracle. Jesus said, stand up and walk. Stand up and walk. Your time is arrived. Time of your miracle. Say, Lord, Lord, I need your miracle. I need my miracle. I suffer a lot. I suffer a lot. Stand up where you are and talk to God right now. Talk to your God. Talk to God. Talk to God. I say it is by faith. ambia kwa imani, ambia Speak to your problem. kwa imani, Speak to your problems. sema na tatizo yako, If you believe. sema kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Speak to your problem. Hautanyamaza. There is something. Speak to your problems. Wewe ni Mungu ambaye utaonekana juu ya Say troubles. ambaye utaonekana Say problems. mmoja kwa mwingine, You must ambaye leave. utaonekana juu ya kila kitu. Say Kwa problems. uwezo wa jina la Yesu, Leave kwa and uwezo wa go. jina la Yesu, uko mwema Baba, fadhili zako ni za milele. There is a Hakuna power of Mungu God. mwingine kama na wewe. There is a power of God. Kuna miujiza There is a ndani ya power. kuna miujiza There is a ndani ya kila miracle kitu. is taking Kuna place. miujiza ndani ya kila kitu. Randa Kwa uwezo wa rabushata. jina la Yesu. Oh, rabeshekara Onekana na without faith, jina la Yesu it is Kristo. impossible. Wewe ni Mungu But through your ambaye faith, unaendelea through your kukutana, faith, ambaye unaonekana as you are na praying, kujitukuza kwa receive by uwezo wa faith. jina la Yesu. receive by faith. Asante Yesu, Pray by kwa faith. sababu utaendelea Pray by kuonekana, faith. utaendelea Pray by kujitukuza faith. juu ya kanisa, Something juu is yetu, taking juu ya place. kila mtu. Something Kwa is jina taking la place. Yesu, uendelee kujibu Something is taking place. mahitaji yetu ya siku mingi. Kwa jina la Something is Yesu, taking place. unajua watu In the wengi name wako na of Jesus. matatizo. Kule In the name of Jesus. Sema neno moja, sema neno moja, sema neno moja, sema neno moja kwa jina la Yesu. Say my Kwa time jina la around. Yesu. Muda umefika, muda Thank you, umefika, Lord. muda Thank you, Lord. umefika kwa jina la Yesu. In Jesus Kwa Christ. jina la Yesu. Father, in the name of Jesus Christ, Mungu kwa jina la I Yesu. bless your name Na bariki jina and thank you lako. for your word. Nasema asante kwa And neno bless lako. every single Na person ubariki kila who mmoja believe the word of ambaye today. ameamini neno la Bless Mungu. this woman Ubariki huyu and dada, bless this man ubariki huyu who mama believe your ambaye word. anaamini neno lako. Lord, I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina lako Increase their faith. uwasaidie kwa imani Increase yao, their faith. upandishe imani yao. In the name of Jesus. jina la Yesu. Help them, Father. Wae- Remove every kind of problem. utoshe kila tatizo, Remove every blockage in their kila life. blockage, Remove every pain in the name of utoshe kila maumivu Jesus. juu ya maisha yao. Father, Yesu Baba, I pray for blessing. naombea baraka, I pray for freedom. naombea uhuru, I pray for wealth in the name of Jesus. naombea kwa kuishi. Lord, defend your people. Uendelee They kuwasaidia, need your help. wanahitaji They neema, need your support. wanahitaji msaada They wako, need you to encourage them. wanahitaji uwasaidie. Lord, open their doors Ufungue in milango, the name of Jesus Christ. Allow them to access their blessing. wasaidie ili wafikie baraka In zao. Jesus Christ's name I pray. Amen, 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 amen. Amen.